kama ningekuwa na amri, hizi mahali zingefutwa. Watoto wakitaka kuoana wakae hapo, tuulize familia ya baba mna kiasi gani, iki ya mama iki, wape wakaanze maisha. Kile kitendo cha familia moja kutoa, iki kingine kina replace, kinatoa mtu kinabadili na ng'ombe. Ikafika mahali watu wanaanza kuona kama huyu nimenunua kitu. Sisi kule kwetu Mbeya kuna mambo ya ajabu sana. Sasa hivi tunashukuru mambo ya dini na neno la Mungu vimetusaidia. Mbeya walikuwa mpaka wale babu zetu anapiga mke na mke haruhusiwi kuzuia fimbo. Anasema unazuia mwenye mali anapiga mali yake. Yaani mwenye mali anapiga mali yake, anapaswa amwambie mme wangu hapo napiga kuna mfupa, piga kwenye steki. Kwa sababu akishika fimbo anapewa adhabu ya kupiga madebe mawili ya pombe, kuwalipa wazee kwa utovu wa nidhamu. Mwenye mali anapiga, unazuia. Siku moja tulienda kuhubiri Mtera, waliokoka wa mama wa Kimasai wengi sana. Sasa tukashangaa, siku ya pili, ya tatu, ya nne wa mwezao wakaja na wao wakaokoka. Tukashangaa wale wamama wanashangilia, wanaruka ruka. Tukasema wamefurahi tu kwamba waume zao wameokoka. Tukawauliza mmefurahi waume zenu kuokoka? Wakasema pana. Tukasema kwa nini? Wakasema sasa tumepona fimbo. Kwa nini? Asema tulikuwa kila tukitaka kuja huku wanatuambia ili mupewe ruhusa viboko. Wamama wanakubali viboko, alafu wanakuja kwenye mkutano. Wanaimba pale, wanaruka ruka, kumbe viboko. Wanasubiri vingine kesho. Alafu wewe upigwi, unani siku ya kuja kanisani unaamka asubuhi unasema sijui niendelea. Wakati wenzio walikuwa nakuja kanisani kwa ruhusa ya viboko. Paka waume zao walipookoka ndio wakasema. Sasa unajiuliza, why upige mtu kwa sababu ya kwenda kanisani? Ni mali yake. Ni mali ambayo anaweza kuifanya anavyotaka. Hebu niambie mama, unaishi kwenye situation kama hiyo, unakosaje stress? Unaishi na mtu ambaye hajakuweka value, heshima, yani kwamba ni mtu anayepaswa kuheshimiwa, ni partner, anakuweka kuwa sehemu ya mifugo yake. Lugha atakazotumia zitakuwa za kibinadamu. Treatment, jinsi atakavyokutreat, jinsi atakavyokutunza, atakutunza kama mtu. Ni shida. Hujawahi kuona kuna familia wamenunua gari, mke wake hajui kuendesha. Unamuuliza kwa nini? Aendesha gari hapa. Unamuuliza mkeo hana miguu? Anayo. Mikono? Anayo. Macho? Anayo. Kwa nini hajui? Alafu barabarani anasalimiana na wake za watu wanaendesha magari. Mwenzangu mzima. Hasikii hata uchungu. Why mwenzangu hawezi kuendesha, naendesha peke yangu? No, umeondolewa kuwa sehemu ya mtu na wewe ni gari lingine. Kwa akiendesha gari hili, usubiri na wewe kuendeshwa gari lake la pili. Mianza kukazirika, ndio nafurahi. Yaani mimi sitaki watu wafurahie nje, nataka wakasirike. Yaani mahubiri yaleta hasira. Unamkataje mtu upanga na kufurahia? Umenoa vizuri kweli?